Amen. 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 Haijatoa umri maalum kwamba umri huu basi huyu ni kijana, ila kutokana na vile anavyofanya, kutokana na vile ambavyo anakuwa, Biblia inamtemu kama kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia mifano katika Biblia. Ukisoma kwa mfano Ishmaeli, tunaomba tusome Mwanzo sura ya 21 mstari wa 10. Tazama kwa mfano kwamba hapo kijana ni nani? Ina maana ni mtu ambaye ana nguvu, ni mtu ambaye ana uwezo. Kama hawa vijana wawili walikuwa na uwezo kutembea mwendo mrefu mpaka wakaelekea mpaka Molina, maana hao ni nini? Ni vijana wana uwezo. Ishi maisha ni vizuri mzee. Nataka kuongeza kati ya miaka 15 mpaka mingapi? Mpaka 45. Usipowekeza ukifika miaka 45 hujawekeza chochote, yaani nakuhakikishia kwamba maisha yako yatakuwa magumu. Utaanza kulaumu watoto hawaniangalii, watoto hawanipi hela, utawapa shida watoto. Lakini unapojiwekeza kuanzia miaka 18 mpaka 45, una uhakika wa kuishi vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari za uchumi, tunatamani sisi tukiwa walokole tutoke. Kama ulikuwa kwenye daraja la umaskini sana, basi utoke pale uende daraja lingine. Kama ulikuwa kwenye daraja la maisha ya wastani, basi uende kwenye maisha bora. Kama ulikuwa kwenye maisha bora, basi uende kwenye maisha bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Mungu atusaidie sana. Najua nini? Zamani ilikuwa ukisikia walokole tunaonekana kwamba ni watu maskini sana, yani ni watu wa kutiatia huruma sana. Yani kama kuna mtu ambaye ana umri wa kwangu kushuka chini ataniambia, yani kule kijijini kumwona mchungaji unamuonea huruma. Yani anaona kwamba ulokole ni kuvaa nguo ovyo ovyo, yani ni kuvaa viatu ovyo ovyo, yani ni kuwa na maisha ya dunia. Lakini Biblia inatuambia kama Mungu alikwambia uende ukatawale. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, hivi Mungu wetu ni maskini sisi tuishi maisha ya umaskini? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mali na dhahabu vyote ni mali ya Bwana. Dunia na vyote vijazavyo vyote ni mali ya Bwana. Na sisi tu warithi. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia Kristo sisi tu warithi wa hizo mali. Kwa hiyo hakuna haja ya kutiatia huruma kuishi maisha ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na mtu alikuwa maskini, lakini kwa hekima yake aliukomboa mji. Kuna namna mji ulikuwa umevamiwa, lakini aliuokoa mji. Lakini kwa sababu alikuwa maskini, hakuna hata mtu aliyemkumbuka. Kwa hiyo jamani, tujitahidi kuwa na uwezo jamani. Ukiwa maskini uthaminiwi. Yaani ukweli ndio huo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama neno la Mungu hatulitendei kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vingi tunafundishwa, vitu vingi vimeandikwa katika Biblia, lakini kama hatujawa matured, yaani kama hatuna uwezo wa kuvinili vile vitu, Mungu hawezi kutupatia. Vitakuwa vinaonekana tu hivyo kwenye vitabu tunavisoma kila siku. Nikwambie ukweli, uchumi unafundishwa sehemu nyingi sana. Yaani wakati mwingine wengine wanafundisha vizuri, lakini nakwambia kama hauna elimu ya Mungu ndani yako, kama hauna uwezo wa Mungu ndani yako. Ndio maana nasema Mungu ndo anayetupa uwezo, nguvu za kupata utajiri. Nguvu ni nguvu gani? Ndio ule uwezo wa kimungu, ndio yale maarifa ya kimungu ambayo yanakuwa ndani yako. Unapokuwa machoni na umekuwa vizuri, una uwezo, una elimu ya kimungu. Mungu anapokuambia, Roho Mtakatifu anapokuambia fanya kitu fulani, unakuwa machoni na unaenda haraka unafanya vile, unaisikia sauti kama kulima. Yaani huwezi ukapata faida from nowhere. Yaani hapa nasisitiza kufanya kazi. Yaani huwezi kupata faida from nowhere ukakaa nyumbani ukasema kwamba nitapata faida. Na kuna wengine wamelemaa, anasema kama Mungu alisema ndege wa angani anawalisha, basi na sisi na mimi Mungu atanilisha. Anakaa nyumbani akisubiria hela, anaomba anasubiri hela. Jamani, tufanye nini? Tunataka uwe vizuri kiuchumi. Unapoanza kufungua biashara yako, hebu waza kwamba hivi nitamfanyia nini Bwana nitakapopata faida hii? Amen. Kazi ya Mungu. Yaani unatamani ufanikiwe, lakini hakuna jambo unalolifanya katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ili mbingu ziseme kwamba jamani, hebu jamani shangwe yafanikiwe. Yaani Mungu aseme jamani shangwe yafanikiwe. Kama vile anavyoifanya kazi yangu, naomba shangwe yafanikiwe. Yaani Mungu mpaka ajisikie, na unajua ile,
Yaani kwamba Mungu anajisikia kwamba anapomuona mtu anafanya kazi yake vizuri, mpaka anasema jamani, huyu mtu anafanya kazi vizuri lakini hajafanikiwa. Hebu malaika naombeni, nendeni mkambariki huyu mtu. Huyu mtu afanikiwe kama vile anavyofanya, basi afanikiwe. Kwa hiyo sisi inatakiwa tufanye kazi ya Mungu vizuri ili Mungu ajisikie vizuri, aseme jamani, tunaomba afanikiwe yule mtu. Yaani malaika waagizwe haraka kuja kutubariki. Wale malaika wa baraka waje haraka kwako kwa sababu unafanya kazi ya Mungu vizuri. Kwa hiyo sisi natupasa kufanya kazi ya Mungu vizuri ili tubarikiwe. Amen. Tusitamani baraka huko hatufanyi kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ichezea itapotea. Mungu atupe maono ya kuona fursa. Atupe neema ya kuona fursa zilizopo mitaani kwetu. Kwa sababu fursa, jamani, changamoto ndio fursa. Mungu atusaidie sana. Nilipokuwa nasoma habari hizi nikasema nani za Yakobo, tukasome Mwanzo 29 mstari wa 16 mpaka 18. Pointi ya mwisho tutaangalia kuwa mwaminifu katika kutoa fungu la 10 na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Toa fungu la 10 kamili. Bwana Yesu asifiwe. Usitoe nusu.